Them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, lesser than, you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will. Amina. Tunaenda kumwambia Mungu kwamba tunamwabudu ya kuwa ni yeye tu. Tunaenda kumwambia Mungu tunamwabudu kwa kumaanisha na kwa kujitakasa mwenyewe binafsi. Haleluya.
Nipende kuwakaribisha kwaya yetu ya Tumaini, jisikie mko nyumbani. Amen. Basi tusimame tuanze ibada yetu, tuanze liturujia yetu kwa siku ya leo. Tusimame, ambaye analiturujia anaweza akafungua. Basi tuianze ibada yetu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kwa kwanza ibada tufungue tenzi yetu namba 116. Bwana u sehemu yangu. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu. Tumuungamie Mungu dhambi zetu tukiwa tunaimba usinipite Mwokozi. Usinipite Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, naungama kwamba nimekutenda dhambi wewe na jirani zangu kwa mawazo na maneno na matendo. Nirehemu na kusihi kwa ajili yake Yesu Kristo, nisamehe dhambi zangu zote, nisafishe kwa Roho yako Mtakatifu, uiuishe dhamiri yangu na uniwezeshe kuwasamehe na jirani zangu, ili niweze kutumikia wewe katika utukufu wa jina lako takatifu. Amen. Kiti chako cha pekee atufie msalabani, amewasamehe kwa ajili yake dhambi zenu zote. Amen. Basi tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho tumetupatia siku ya leo. Mungu, tunamkaribisha Roho yako Mtakatifu mwema akatuongoze tunapoendelea na ibada hii, akawe pamoja na sisi. Kwa jina Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tumwombe Bwana katika amani.
Ee Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Ee Bwana, tunaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kusifu. Ee Mungu, tusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu walioaridhia. Twakusifu, twakuhimidi, twakuabudu, twakutukuza, twakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Bwana Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu Baba mwenyezi. Amen. Bwana akae nanyi. Basi tukae kwa ajili ya kusikiliza somo letu, masomo yetu ya siku ya leo. Kuna mtu amepata, asimame atusomee. Naam, zaidi ya hao wote nikamwita heri yeye asiyekuwako bado, ambaye hakuyaona mabaya yanayotendeka chini ya jua. Hilo ndilo somo kutoka Mhubiri sura ya 3. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya somo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusimame tuikiri imani yetu ya mitume ambayo inatuunganisha sisi sote na Wakristo wote ulimwenguni. Namwamini Mungu Baba mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Basi tuketi kwa nafasi hii. Bwana
Karibu kwa ajili ya matangazo. UKWATA kazi yake kipekee na furaha kubwa sana. Kwanza nipende kuwashukuru kwaya Tumaini kwa ajili ya kuweza kufika na kutuwezesha kufanikisha tukio hili. Amina. Basi kwa siku ya leo sina matangazo mengi sana, niwakaribishe sote nyote katika ibada hii ya leo, muweze kufurahia na tuchangamke jamani, ni siku yetu. Amina. Basi hayo ni matangazo kwa siku ya leo. Yesu asifiwe sana. Kwa nafasi hii sasa tunataka tukasikilize neno kwa ufupi sana. Hivyo niwaombe tusimame jamani. Mbele inaendelea, tutaimba beti moja huku mhubiri akisogea mbele. Tumalize pamoja nawe. Mwenyezi Mungu nakuomba ni katika utatu wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Msifu Yesu Kristo. Sitatumia muda mrefu sana, nitumia muda mchache. Kwa hiyo ningependa tusikilizane kwa makini kwa muda mchache ambao tutakwenda kutoa tafakuri ya asubuhi ya leo. Na masomo mawili. Somo la kwanza ni somo kuhusiana na nyakati, na somo la pili ni kuhusiana na unyenyekevu. Amina. Somo la kwanza kuhusiana na nyakati, tusome Mhubiri 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4 kuhusiana na nyakati. Mstari wa kwanza hadi wa 4. Kila jambo na majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Mstari wa 4 na wa mwisho, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Hilo ndilo neno la Bwana. Tulivyosikia kwenye Biblia kwamba kila jambo na wakati wake. Amina. Nitakwenda kuzungumza kidogo. Sisi kama vijana ambao ndio sasa hivi tunategemewa na familia na nchi na taifa, kila jambo tunatutegemea sisi kama vijana tuliendeshe. Amina. Sasa wewe kama kijana, kwa nini kijana wengi wanafeli katika maisha yao kwa wakati wa sasa hivi? Vijana wengi wanafeli au wanaanguka kwenye yale mambo ambayo wanataka kuyafanya ni kutokana na kutokuzingatia muda au kutokujua jambo husika kwa muda wake. Amina. Vijana wengi wanajikuta wanafanya mambo tofauti na muda ule wa kufanya hilo jambo. Amina. Kwa siku ya leo tutaona muda na thamani yake katika ujana wako. Amina. Katika ujana wako muda una thamani kubwa, kwa maana kila jambo unalolitenda inatakiwa ulitende ndani ya muda. Ukilitenda nje ya muda inamaanisha
lile jambo litakuwa limeingilia jambo jingine, kwa maana kila jambo ambalo unalitenda lina muda wake. Ukiona umelifanya jambo lakini sio muda wake sahihi, inamaanisha kuna jambo ambalo umelikwamisha halijatendeka, na ukifika kule mbele lile jambo ambalo kulitenda kwa ule muda wake litahitaji ulitende. Amina. Muda wa dakika 5, kijana mwenzangu, unaweza ukaharibu maisha yako yote. Amina. Muda una thamani kubwa, ndio maana nakwambia muda wa dakika 5 unaweza ukaharibu maisha yako yote. Yaani muda ni dakika 5, lakini maisha yako ambayo utaishi hapa duniani, yawe miaka 60 iwe mingapi, zile dakika 5 zina uwezo wa kuharibu, una uwezo wa kuharibu yale maisha yako ya miaka yote ile 60 70 ambayo utaishi kwa zile dakika 5 tu. Unaona ni kiasi gani muda unakuwa na thamani kubwa kwa wewe kijana. Amina. Kwa hiyo cha kuzingatia ni nini? Zingatia muda na jambo sahihi unalolifanya kwa wakati huu. Amina. Muda unaweza kutumia. Sasa tofauti ambayo inasababisha watu wengi wanafeli kutokana na kutumia muda vibaya. Muda una uwezo wa kutumia kutimiza ndoto zako, na muda pia una uwezo wa kutumia kuharibu ndoto zako. Amina. Jambo ambalo watu wanalifanya, watu hawajui kwamba huu muda ni muda gani, na huu muda ninafanya jambo gani na lina manufaa gani kwangu. Amina. Ungeweza kufanya jambo ambalo lingesaidia wewe kama wewe uweze kufanyaje, uweze kutimiza ndoto zako. Amina. Jambo la muhimu kwa vijana ni uwakili wa muda. Inatakiwa uwe wakili wa muda. Wakili wa muda namna gani? Inatakiwa utunze muda, uhakikishe upotezi muda. Kama ni muda wa kusoma, hakikisha unasoma. Kama ni muda wa kufanya shughuli nyingine za kutafuta fedha, hakikisha unatafuta fedha. Amina. Kama ni muda wa kufanya jambo fulani, hakikisha unalifanya hilo jambo. Sio ni muda wa kufanya kitu fulani, wewe unafanya kitu kingine. Kwa hiyo hakikisha wewe kama kijana ukitaka kufanikiwa, hakikisha unakuwa wakili mzuri wa nini? Wa muda. Amina. Kwa sababu ukiwa wakili mzuri wa muda, cha kwanza, mtu wakili mzuri wa muda lazima awe na malengo, lazima awe na ndoto zake. Kwa maana wanasema mtu ambaye hana malengo ni kama dereva anayeendesha gari kwenye giza kwa spidi. Inamaanisha apata ajali, yeye lazima atapata ajali kwa sababu anaendesha kwa spidi kali na alafu ni kwenye giza, inamaanisha haoni mbele, lazima atapata ajali. Kwa hiyo usipokuwa wakili wa muda, inamaanisha cha kwanza hauna ndoto. Wewe kama kijana hauna ndoto za kuzifanya, au hauna mambo ambayo unayapanga katika maisha yako. Kwa maana ukipanga kila jambo lazima utalipanga na muda wake, kwamba mpaka huu muda nitakuwa nimefanya jambo fulani. Ndoto zako zimeishia hapo, zimefia hapo, kwa maana hautaweza kutimiza. Kumbuka nilipokuambia mara ya kwanza kwamba muda una thamani kubwa. Muda una thamani kubwa, na kila jambo lina wakati wake. Inamaanisha usipolifanya jambo kwa wakati huu sasa hivi, na hilo jambo linatakiwa kufanywa kwa wakati huu, kule mbeleni unapoenda wewe kama kijana, lazima lile jambo ambalo kulifanya utakuja kulifanya tena, kwa maana kulifanya na kule unaweza kufika kule likawa na effect, likakuwa affect kule, lakini unatakiwa kulifanya ukisudi kwa affect kule mbele. Tujue ya kwamba maisha ni story. Amina. Maisha ni story. Yaani maisha haya yote ambayo tunaishi hapa duniani ni kama story. Tunatengeneza story ya kuja kuhadisiwa. Amina. Kwa hiyo tunapoishi kwenye haya maisha, tujitahidi kuwa watakatifu kwa watu ambao unaishi nao, marafiki zako na wale hata ambao sio marafiki zako. Hakikisha unakuwa mwaminifu na unakuwa mstaarabu na unatenda mambo mema. Amina. Hakikisha unaishi maisha ya utakatifu, kwa sababu maisha haya tunayoishi hapa duniani ni story. Kwa sababu ukitengeneza story mbaya au ukiishi maisha mabaya, inamaanisha story yako ukija kuhadisiwa, inahadisiwa vibaya. Hakikisha kwenye haya maisha tunayoishi unaishi maisha matakatifu, ambayo hata kwenye kuhadisiwa maisha yako inapokuwa story, iwe story njema, iwe story nzuri. Amina. Bila kupoteza muda zaidi, nitaenda kumalizia somo la mwisho, somo ambalo nimwambia ni unyenyekevu. Amina. Unyenyekevu. Tusome Marko
mstari wa 33 hadi 37. Marko 9 mstari wa 33 hadi 37. Mstari wa 33 hadi 37. Neno la Mungu linasema, wakafika Kapernaumu. Hata alipokuwamo nyumbani, akawauliza, mlishindania nini njiani? Wakanyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao, ni nani aliye mkubwa? Mstari wa 35. Akaketi chini, akawaita wale thenashara, akawaambia, mtu atakayekuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Akatoa kitoto, akamweka katikati yao, akamkumbatia, akawaambia. Mstari wa 37 na mwisho, mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu, anipokea mimi, na mtu akinipokea mimi, humpokea si mimi, bali yeye aliyenituma. Kidogo neno la Bwana. Tumshukuru Bwana Yesu asifiwe. Kwenye somo la unyenyekevu, ningependa kuwafundisha jambo moja. Katika maisha ya mwanadamu, ukihitaji kuwa na mafanikio yawe makubwa au madogo, katika jambo lolote lile, itakubidi uwe mnyenyekevu. Amina. Ukubali kujishusha. Watu wengi tunafeli kwa sababu hatukubali kujishusha. Yaani kujishusha kwa mtu ni changamoto. Watu wengi ndio hapo sehemu ambapo watu wanafeli. Kwa sababu gani? Wanakataa kujishusha. Nitawapa mfano mmoja, mfano wa bahari. Duniani hapa hakuna chanzo kikubwa cha maji tofauti na bahari, lakini cha kustajabisha ni kwamba mito, maziwa, vijito vyote maji yake yanaenda tena baharini, lakini bahari ndio sehemu yenye maji mengi, lakini hivyo vyote vinapeleka tena maji wapi? Baharini. Ni kwa sababu gani? Bahari iliamua kujishusha. Ilivyoamua kujishusha, ndio maana maji yote yanaenda wapi? Baharini. Inatufundisha nini? Kujishusha ni jambo muhimu sana katika maisha, kwa maana ukikataa kujishusha wewe hautafanikiwa. Aidha una kipaji, una fedha, una mali nyingi, wewe yani una karakta fulani ambayo inakupa wewe sifa, inamaanisha usipojishusha hauwezi kufanikiwa, kwa maana kile kitu ulicho nacho duniani hapa, mali yoyote ulionayo au kitu chochote ulicho nacho kinategemea watu. Amina. Inamaanisha usipojishusha juu ya hao watu, hata kile ulicho nacho kitakuwa hakina thamani, kwa maana watu hawawezi kufanyaje? Wakakitazama. Kujishusha na kunyenyekea inamaanisha utafanyaje? Kile kitu ulicho nacho kitakunufaisha wewe, kwa maana kile kitu ulicho nacho kinategemea wanadamu. Amina. Amina. Jambo la kujifunza hapa ni kwamba tuwe wanyenyekevu na tujishushe. Usipojishusha, kujishusha sio kwenda kumpigia mtu magoti, hapana. Kuwa yani mnyenyekevu, kuwa kind. Yani pale unapoishi na mtu au unapo associate na mtu yoyote yule, hakikisha yani unakuwa chini, usitamani kujikweza kuwa juu. Hata kama unajua kwamba mimi huyu namzidi kwenye jambo moja, mbili, tatu, haitakiwi ujionyeshe kuwa juu, kwa maana ukijionyesha kuwa juu utakuja kushindwa. Lakini utakapojishusha utapewa nafasi ya kuonyesha kile kitu ulicho nacho na kitakupa wewe manufaa, kwa maana nimeshawaambia kwamba kila jambo ulilonalo, iwe kipaji, iwe fedha, iwe nini, iwe biashara, iwe nini, inategemea watu, na wale watu hauwezi kuishi nao vibaya bila wewe kujishusha, ukaa pamoja nao ukategemea kwamba wale watu watakuunga mkono kwenye ile jambo unalolifanya au kwenye kitu unachokifanya. Hicho ni kitu ambacho kifanyaje? Hakiwezekani. Kumalizia zaidi nimalizie na Luka 14 mstari wa 11. Hilo ndio somo nitakalomalizia. Amina. Luka 14 mstari wa 11. Luka 14 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, kwa maana kila ajikwezaye atafadhiliwa, naye ajifadhilie atakwezwa. Ndio neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo neno la leo. Tusimame tusali. Neema ya mtakatifu wako Mwenyezi Mungu, narudisha shukrani kwako kwa kunijalia mimi kunena maneno haya juu ya watu wako. Mwenyezi Mungu, kawabariki watu wako,
kawasikilize maombi yao, kawajalie neema ya Roho Mtakatifu, wakaweze kushika mwenendo mpya, wakaweze kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Ee Mwenyezi Mungu, Mungu wa neema, Mungu mwenye huruma, kawahurumie dhambi zao, kawabariki na kuwatakasa, na kuomba Mwenyezi Mungu kawape neema kuanzia wao na familia zao hata vizazi vyao, na kuomba nikiamini kijua wewe utakwenda kufanya sawa sawa na mapenzi yako. Katubariki, katuongoze, katujalie neema ya Roho Mtakatifu wako katika mahafali yetu, ikaweze kufanikiwa vyema, ikaweze kupendeza. Mwenyezi Mungu, kasimame pamoja nasi tunapoanza mpaka tunapomaliza, tuwe pamoja nawe, na kuomba ni katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Karibu kiongozi wa ibada, tukae. Kwa nafasi hii ni wakati wa matoleo, basi nikaribishe kwaya ya Tumaini kwa wimbo mmoja kwa ajili ya sadaka. Karibuni sana kwa sababu tupo nje ya muda. Karibu sana.
Tuombe kwa ajili ya matoleo. Basi kwa heshima tusimame tuombe kwa ajili ya matoleo. Ee Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi, kwa hiyo tukusihi upokee matoleo ya watu wako. Katika upendo wako yatumie na yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa duniani, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa nafasi hii naona mwalimu wetu mlezi yuko hapa mbele, nimkaribishe aweze kusema neno la shukrani na tutaendelea na ratiba yetu. Mwalimu, karibu. Karibu sana. Anaposogea mbele, jamani, tumshangilie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa. Nitumie fursa hii kipekee sana kukaribisha Tarime Sekondari, lakini pia ni kukaribishe kwenye mazingira yetu tuliyopo. Nimepewa kazi ndogo tu kwa ajili ya kutamatisha ratiba ya asubuhi ambayo tumeanza na ratiba ya ibada. Nikupongeze kwa wao ambao wameshiriki ratiba hii ya ibada, na mara baada ya ratiba hii tutakuwa na ratiba ya pili itakayofuata. Mara baada ya tukio hili tutakuwa na muda mfupi wa mapumziko tukipata chai, na baada ya hapo, kwa mujibu wa ratiba yetu, chai itakuwa ni kwa muda wa dakika zisizozidi 30. Kisha tutarudi kwenye ukumbi huu kwa ajili ya kuendelea na sherehe yetu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya vijana wetu wa kidato cha 6 siku ya leo. Majina yangu ninaitwa Mwalimu Noah Isaac, ni mwalimu mlezi wa UKWATA Tarime Sekondari. Niwakaribishe sana wageni wote waalikwa, lakini pia wanafunzi ambao wamefika kujumuika nasi. Karibuni sana, Mungu awabariki, mjisikie kuwa huru na amani. Mara baada ya ratiba hii tutawaalika wageni wetu ambao wametufikia, kwa maana ya kwaya kutoka kanisa letu zuri la KKKT Tarime mji, pumziko mafupi chumba cha walimu ama tunaita staff room, pamoja na wageni ambao wamewalika, na wengine tutaendelea na ratiba kupata chai kama ambavyo vijana wetu wametuandalia na watatia utaratibu. Mungu awabariki sana, tumefurahi kuwaona. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusimame tupokee baraka za Bwana, then tutapewa utaratibu wa chai. Basi Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nimkaribishe mwenyekiti wa UKWATA mstaafu kwa ajili ya utaratibu wa kwenda kupata chai na mapumziko mafupi. Karibu. Tusimame tuombe kwa ajili ya chai, alafu tuendelee. Umechoka jamani? Tusali. Ee Mwenyezi Mungu, akibariki kinywaji kile tulichokiandaa, tunapate nguvu za kutumikia vyema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shalom kwa kila mmoja. Kwa majina naitwa Geoffrey Pasco James, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 combination ya HK Yellow. Ni mwenyekiti mstaafu wa UKWATA Tarime Sekondari 2025-2026. Tunamshukuru sana Mungu kwa nafasi ambayo ametusaidia mpaka kufika siku ya leo, kwani tunahitimisha leo, tuna mahafali, tunasherehekea mahafali ambayo mahafali yetu yanajumuisha shule ya Tarime Sekondari pamoja na Bolega Sekondari. Kwa pamoja tumeungana kwa ajili ya kufanya mahafali ya pamoja. Watu wote tulioko mahali hapa, karibuni kwa ajili ya kufanya mahafali ya pamoja. Tunahitaji ushirikiano wenu,
na support yenu katika mahafali hii. Mungu awabariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Sisi ni wanaopata Tarime Sekondari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo ametupatia kwa siku hii ya leo. Majina yangu naitwa Darwin Michiro Mongo, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 aliyekuwa mwenyekiti wa wilaya Tarime. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo ambayo ni siku yetu muhimu sana, ambayo tunaenda kuhitimisha safari yetu ya kidato cha 6 tunapoenda kufanya mahafali tukiwa na shule ya Borega Dadas. Hivyo tunawakaribisheni sana ndugu jamaa na marafiki, tushiriki kwa pamoja na mjisikie mko nyumbani, na Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Caroline Godwin Bise kutoka Borega Girls Secondary. Mimi ni mwenyekiti wa sasa wa tawi la UKWATA Borega Secondary. Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo njema ya tarehe 14 mwezi wa 3, ambayo ni siku ya mahafali ya dada zetu na kaka zetu kutokea Borega Girls na Tarime Secondary. Tunaomba support yenu na tunaomba uwepo wenu na tunaomba uwepo pamoja nasi katika kushiriki mahafali haya. Tunaomba wote mkaweze kutusupport kwa namna yoyote ile katika mahafali yetu ili siku yetu kaweze kwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu mimi naitwa Lilian Eliasi, ninatokea shule ya sekondari Borega, ni mwenyekiti mstaafu kutoka katika shule ya sekondari Borega tawi la UKWATA. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo tarehe 14 mwezi wa 3 tunaenda kukamilisha mahafali yetu ya dini. Tunamshukuru Mungu sana kwa kila jambo alilotendea, si kwa akili zetu wala si kwa nguvu zetu, lakini ni neema ya Mungu imetufikisha mahali hapa. Mambo mengi tumepitia, lakini Mungu ametupa nafasi, ametupa kibali cha kufika siku ya leo. Ninasema ni asante, sifa na utukufu namrudishia Mungu. Napenda kuwakaribisha wageni wote katika mahafali yetu ya siku ya leo, wajisikie amani na furaha, na ninaamini Mungu atakuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hata mwisho wa sherehe hii. Karibuni sana nyote katika sherehe yetu ya siku ya leo, tufurahi na kusherehekea pamoja. Sifa na utukufu namrudishia Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom kwa kila mmoja. Amen. Kwa majina naitwa Geoffrey Pasco James, ni mwenyekiti mstaafu wa Tarime Sekondari. Awali ya yote ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi tena ya pekee. Mungu amewapa nafasi na kibali cha kufika Tarime Sekondari kwa ajili ya kushirikiana nasi kutumbuiza nyimbo za kumsifu Mungu katika mahafali yetu ya UKWATA na Tarime Sekondari. Mahafali yetu tunafanya na Tarime Sekondari pamoja na shule ya Borega Sekondari. Kipekee kabisa nipende kuwashukuru kwa mwitikio wenu na naona ambavyo umezidi kuonyesha ushirikiano. Kwa hiyo ninaomba ushirikiano wenu hata tunapoingia kwenye swala la mahafali. Naombeni mtupe ushirikiano, mtusupport sisi kama vijana wenu ili tuweze kufanikisha mahafali haya. Mahafali haya ni mahafali ya kuhitimu, tunahitimu kidato cha 6 kutoka tulipoanza safari ya masomo kutoka mwaka 2024 hadi 2026. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii. Karibuni sana, muwe na amani, karibuni Tarime Sekondari. And it's gonna take us all the way. Let's find some kind of deeper conversation. Darling, if it's right, by the time this night is over, the stars are gonna shine to lovers in love. When the morning comes, it's gonna find us together in a love that's just begun. By the time this night is over, two hearts are gonna fly to the heavens above. We'll get closer and closer and closer by the time this night is over.